Kwa majina naitwa Upendo Lashilunye, nimetokea Arusha ila kwa sasa naishi Dar es Salaam, Sinza. Kwa mimi safari yangu ya uigizaji ilianzia mwaka 2024. Nilikutana na kijana mmoja anaitwa Lian, akaniambia kwamba kuna grupu la sanaa, so kama nitaweza niungane nao kwa sababu wanapush sana wasanii, watu wenye malengo ya kuwa na ndoto kubwa. So akanishawishi na mimi nikaungana naye na tukaenda siku moja kwenye grupu lao la Nyota Arts Group, na nashukuru Mungu alinipokea vizuri na mpaka sasa niko kwenye Nyota Arts Group. Mimi ni msanii na msanii ni kioo cha jamii, pia ni kielelezo ambacho mtu yoyote akiangalia ana uwezo wa kujifunza kwake. So mimi ni kioo cha jamii. Mimi ninavyoamini uigizaji ni, kuna yule ambaye anazaliwa naye lakini huwezi ukaendelea bila kufundishwa ama kuendelezwa. Ni lazima apitie darasani ndipo afikie katika malengo yake. Kwanza vigezo ambavyo mimi huwa natumia ni kuelewa ile scene ambayo nilipewa, na pia nitambue character ambao anafaa kucheza katika ile scene, kwa sababu unakuta scene inahitaji mtu ambaye ni albino wa ngozi, alafu wewe unaenda kumweka mtu ambaye si albino wa ngozi. So unakuta hapo utakuwa umechanganya mambo. Mimi huwa napenda sana kucheza karakta ya mtu ambaye anaumiza sana wanaume katika mapenzi. Changamoto ni nyingi sana na nishai kukutana nazo sana. Hakuna kitu ambacho hakina changamoto. Kila kitu kina changamoto yake. Kiukweli changamoto zipo na lazima tukabiliane nazo. Mimi huwa nakutana na changamoto nyingi. Kwanza mimi ni mtu ambaye nafanya biashara ndogo ndogo. Kuna muda ikifika muda wa mazoezini unakuta bado niko kazini, nahitajika kazini. So natamani kwenda kule, natamani nibaki huku. So nashindwa hata kuchagua. Lakini unakuta hata unafunga ile biashara pia ili uwahi kule mazoezini, unakuta pia ushachelewa. Kwa unakuta tunasononeka moyoni. Na changamoto nyingine ni kukatishwa tamaa na watu tofauti, hasa hawa watu ambao wanatujua na wanajua kwamba sisi tunatamani tufike mbali. Unakuta mtu anakuambia kwamba wewe unachopoteza ni muda tu, hakuna kingine. Wewe tafuta kazi, fanya mambo ya sanaa, sasa hivi hailipi wala haitokufikisha popote. Sasa ukikuta kama wewe ni mtu ambaye huna akili kweli, unafuata maneno yake. Kwa sababu mtu wa uongo huwa akiamua kukushawishi kweli, anakushawishi na unakubali kabisa, ni kweli, niachane nayo. Lakini kwa kuwa unatamani ufike mbali, tusiwe tunawasikiliza watu wanaotukatisha tamaa jamani. Kwa changamoto zipo nyingi sana. JB, kwa sababu JB ni mtu ambaye akipewa scene ama scene acheze, huwa anasimama katika scene yake na kuitendea kazi. Na unakuta mtu akipewa scene labda ya kuwa kama boss, anaonyesha kabisa kwamba ni reality boss, hadi mtu kabisa anaona huyu ni boss kabisa, anasimamia kabisa uhalisia wa ile scene, anaitendea kazi. Nampenda sana JB, napenda sana kumfuatilia. Ninachowaambia, nahitaji tu ushirikiano kwao, wanisapoti. Mimi ni mtu ambaye natamani kufika mbali, ni mtu ambaye natamani kufika mbali kwa kuielimisha jamii. Sifanyi kitu haramu ambacho watu
hawahitajiki kuangalia. Ni kitu ambacho kinafundisha jamii na watu, yani watu wazima, watoto wadogo na kuendelea, nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo wanisapoti, tutafika mbali. Mimi huwa natumia mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, TikTok na YouTube. Vitu ambavyo huwa naposti kwenye page zangu ni kuhusu tu biashara yangu ndogo ndogo na clip tu za kuchekesha na vingine. Basi natumia jina la Upendo la Shilunye, ndio jina langu.